Jambo jingine kwa wananchi wenzangu ni kuwakumbusha kwamba swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima. Hivyo tuhakikishe tunazingatia sharti hilo ili kuondoa usumbufu. Kupima kila kipande cha ardhi inalenga kulinda ardhi yetu, kuongeza thamani ya ardhi na kupunguza migogoro ya ardhi kwa kila mmiliki kutambua mpaka wake. Vile vile usajili wa ardhi unaongeza fursa za kiuchumi ikiwemo upatikanaji wa mitaji. Hivyo twendeni tukasajili ardhi yetu. Napokwenda kuhitimisha, ndugu zangu, niseme kwamba mafanikio ya sera hii yatategemea sana utekelezaji wake na mabadiliko ya kifikra. Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii. Mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanayofanya hivyo, wakati mwingine ni makusudi. Kuna kamdudu kale kanatembea tembea, kamdudu kenye ari ndogo. Rushwa inawafanya mfanye vitendo vya ovyo sana. Niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubatilisha haki kuwa halali na halali kuwa batili. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Mwenye haki unambatilisha, lakini asiye haki unamhalalisha. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Kwa niwaombe sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu mlio kwenye sekta hii, badilike. Lakini pia mnasemwa kwa ucheleweshaji wa hati kwa makusudi. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufacilitate, kuharakisha utoaji wa hati. Kwa hili kupitia mradi wenu ule linakwenda kuondosha hili. Hongereni sana. Hongereni sana. Lakini pia mnasemwa kwa kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali. Kama mnapima viwanja 3,000, basi viwanja 300, 400 ni vya watumishi wa ardhi. Vinawekwa pembeni huko, na wenye haki ya kupata maeneo yale, hata kama ni mashamba mmechukua ya watu, sema hapana, ardhi yote yenye mali ya serikali, shamba lako ili utapata viwanja 2 hivi hapa, vilivyobaki huku kote wanapoa wengine. Kumbe mmejiwekea wenyewe akiba yenu. Hili nalo halikubaliki. Sasa mtakwenda kuumbuka kwenye utumiaji wa tehama, kwa sababu viwanja vile aidha vitakuwa havina majina au vina majina bandia, hayana national ID, hayana ile kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo tutavijua kwamba ni vitupu na watapewa wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri kasimamie hili. Tunapokwenda kuanza utekelezaji wa sera hii, ni vyema kila mmoja katika sekta ya ardhi, lakini na TAMISEMI pia, mbadilike, msiwe mvinyo ule ule kwenye chupa mpya, kwa sababu sera ni mpya lakini watu ni wale wale na tabia ni zile zile. Hatutasogea, hatutakwenda. Lazima mbadilike, sera mpya na watu mwe wapya. Sio wapya physically, hatuwezi kuwatoa wote tukaweka wengine, lakini nyoyo zenu ziwe mpya, zibadilike na mkusudie kuifanyia kazi nchi yenu. Kwa nendeni kafanyeni kazi, msisubiri tuwabadilishe, badilikeni wenyewe, msisubiri tuwabadilishe. Lakini pia leo hii katika uzinduzi huu nimegawa vitendea kazi. Nimetoa magari mangapi waziri? 70 ngapi? 70. Magari 70 kwa maafisa ardhi kote huko kwa mawilayani na wapi huko. Hakuna sababu ya afisa ardhi kukaa ndani ya ofisi tu. Ni lazima mzunguke, mjue migogoro iliyoko, mjue wapi kuna nini, na muweze kutoa suluhisho ya migogoro iliyoko. Kwa hiyo gari zile mnaona pale, gari zile zikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa,
ziende zikafanye kazi ya kuhudumia wananchi, lakini kubwa zitunzwe. Isiwe tena bwana mkubwa ushakabidhiwa gari na ni nzuri, mahadtop mazuri kweli kweli, hasa we kazi yako kukishusha sketi, umepandisha kilemba, ukishusha kilemba, au bibi ardhi tena umeshapewa lile ligari, gari linakuwa si lako bali la mwenza. Yale magari ni ya kazi. Hatukatai kupandisha wenza wenu, lakini nje ya kazi. Magari yale yakafanye kazi iliyokusudiwa.